Shout out kwake Mbosso Khan Mshedede King kutokea Khan Music. Ni msanii ambaye amekuwa akionyesha jitihada, juhudi pamoja na mafanikio makubwa katika kilele cha kupambania tasnia pamoja na muziki wa Afrika Mashariki kufikisha mbali zaidi. Mimi nazungumza haya kwa kusema kwamba Mbosso anastahili pongezi za kutosha, kwa sababu ni miongoni mwa wasanii wachache ambao wametoka kwenye record label na kuweza kufungua record label zao, lakini pia kuwa na mafanikio kwa asilimia kubwa. Mbosso alipotoka tu Wasafi, alipokuwa kimya, watu wengi walianza kuzungumza maneno mengi kusema kwamba ngoja tuone atafanya nini, kwa sababu wasanii wengi ambao wakitoka kwenye labels za muziki walizosaini nazo huwa hawafanyi vyema, yani ukubwa wao huwa haui kama vile ambavyo walivyokuwa chini ama under labels fulani. Sasa kwa upande wa Mbosso Khan, amekuwa ni msanii ambaye ameonyesha utofauti mkubwa. Amekuwa ni mtu ambaye anachokifanya kinadhihirisha kwamba yeye ni mkubwa na mafunzo makubwa aliyowapata Wasafi yamemkaa na anaweza akajiendeleza mwenyewe na kujitegemea sasa pasi na kutegemea budgets pamoja na miongozo kutoka kwenye label. Licha kuwa mara kadhaa tumekuwa tukimsikia Diamond Platnumz akisema kwamba yeye na Mbosso ni ndugu na hana chochote anachochukia wala kutengeneza ubaya kati yake na Mbosso. Lakini hata kwa upande wa Mbosso mwenyewe, kwa bosi wake amekuwa ni mtiifu na ni mtu ambaye anasema mara nyingi wamekuwa wakiwasiliana Instagram kupitia DMs, kushauriana na kupeana mambo mbalimbali ya kifaida kwenye muziki. All in all, heshima huwa ni jambo ambalo linambeba Mbosso mara zote kwenye career yake, na ni mtu ambaye amekuwa akiheshimu, kuwa na nidhamu na akionyesha unyenyekevu kwa wakubwa pamoja na wale ambao wamemzidi na wasiomzidi. Katika wasanii ambao huwa wana show love kikubwa sana Bongo, huwezi kuacha kumtaja jina lake. So katika mfululizo wa Mbosso kuweza kutoka kwenye lebo ya Wasafi na kufungua lebo yake na kuproduce ngoma zake mwenyewe na kuweza kushika kwenye trending zote. Of course hapa tunaizungumzia ile EP yenye nguvu trending, si nyingine bali ni The Room number 3. Hii EP iliweza kufanya vizuri kweli kweli na bado inaendelea kuzishika trending. Miongoni mwa nyimbo ambazo zinapatikana katika EP ya Room number 3 ni wimbo wa Power ambao umeweza kushika trending na kuweza kutolewa version nyingi mno za wimbo huu. Ukiingia Instagram, ukiingia Facebook pamoja na pale YouTube utakuta kumechafuka. Ni collaborations kadhaa ambazo Mbosso ameweza kuzitoa kama ni parts ama ni splits za wimbo wa Power. Yote hii ni kutokana na mafanikio ya wimbo huo wa Power. Ukitazama video ya Power, ni video ambayo imetazamwa na viewers wengi mno huko upande wa YouTube, zaidi ya milioni 40 mpaka hivi sasa. Ukiangalia hizi takwimu, ni nyimbo ambazo zimemfanyia mabadiliko makubwa sana Mbosso kwenye tasnia yake ya muziki. Of course hapa ni machache ya nyuma kuhusiana na Mbosso na sifa zake za kipekee. So jambo kubwa ambalo Mbosso amekuwa likimbeba zaidi katika msimu huu na linamfanya trendi ni kuhusiana na EP yake kufanya vizuri mno. Naweza kusema miongoni mwa EP zenye mafanikio makubwa barani Afrika zilizopiga hatua kubwa kwa kipindi cha mwaka jana ni EP ya Room number 3. Iliweza kufanya makubwa, ilifanya vizuri, mashabiki walikuwa ni wengi na watu wengi waliweza kufurahia yale ambayo yaliweza kufanyika kwenye EP ya Mbosso ya Room number 3. Tuliona namna ambavyo nyimbo zilivyokuwa zikiongoza kwa numbers katika platforms mbalimbali, kuzungumzia Instagram huko, kuzungumzia YouTube, kuzungumzia Spotify, iTunes, Deezer, kote Mbosso aliweza kupashika kwa muda wa masiku kadhaa. Sasa mimi nikwambie, haya ni miongoni mwa machache ambayo tunakuletea hapa Tanzania TV. Kwa mengi na habari zinazotrend, hakikisha umejiunga nasi, lakini pia usahau kusubscribe, kulike na kushare. Tudondoshe maoni yako hapo chini, utuambie una yapi ya kumwambia Mbosso. Dondosha comment zako hapo chini, lakini pia usisahau kusubscribe pamoja na kushare video hii. Ciao, till the next day.